Hai. Ndo. Undercover, upelelezi. Nipenda hiyo. Basi sawa. Unajua ni kila kitu kwangu. Ngoja nikate simu basi nitumie. Okay. Vipi kipenzi? Umeionaje hiyo? Hata hivyo nilikuwa nataka nianze kujiandaa ili nije. Si unajua tena ninavyokupenda kipenzi changu. Okay baby, love you. Okay, bye. Ninayempenda hanipendi, hisia zangu hazijali. Yote sababu ya moyo, ninaulaumu moyo. Moyo wangu umeniponza moyo. Najutia wangu moyo. Kwa hiyo haya ndio ambayo unayafanya nikiwa mimi sipo, si ndivyo? Yaani unadiriki kuuza thamani yako kwa mwanaume mwingine. Sehemu ambayo mimi kwangu ni ya furaha, unanivua utu mke wangu. Unapiga picha za uchi, unamtumia mwanaume. Lengo na madhumuni nichekwe mtaani, si ndivyo? Nidharaulike. Hivi labda nikuulize swali. Ni kitu gani ambacho umekikosa kwenye nyumba yangu? Natimiza wajibu kama baba. Natimiza wajibu kama mumeo. Lengo na madhumuni ni furahisha nafsi yako, ili kusudi usiifute thamani yangu kwenye maisha yako. Lakini bado hauoni. Dula. Kwa mwisho hili jambo ndio inakuaje sasa? Katiti, mimi naona hamna njia nyingine ya kufanya. Kwa sababu wewe ulishindwa kumuoa, hata mimi nilishindwa kumuoa. Mimi naona tuishi naye tu hapa nyumbani. Dula. Unajua unazingua. Yaani kirahisi tu eti tuishi naye humu ndani. Aliyakuwa mara ya kwanza kabisa alitaka atuchome. Na mbaya zaidi alikuwa nenda kukuchoma wewe. Afu tena leo hii unataka uendelee kuishi naye humu ndani. Kwanza vipusha mpola simu yake au? Simu yake ni nani? Kumbuka umeshindwa kumuoa na mimi nimeshindwa kumuoa. Ila wanasema kwamba mchawi mpe mtoto akulelee. Tuishi naye humu ndani. Tutajua jinsi gani ya kufanya. Ni kweli pointi yako kama ina mashiko hivi. Lakini tuendelee kutafuta alternative way nyingine ya kufanya. Sio tu moja kwa moja tukubali kuendelea kuishi naye humo ndani. Itakuwa uongo. Huwezi jua yule mwanamke
Atakurubuni rubuni, mwisho wa siku anatoroka. Tunaenda kuchomwa sisi, tunakufa hivi hivi. Dula. Hey, angalia hilo. Sawa, wewe kama umekubali kuishi naye ishi naye. Lakini angalia sasa uko mbele asije akatuchoma. Mumeo ni mtu ambaye anaheshimika sana hapa mtaani. Na sio mtaani tu, mke wangu, mpaka kazini. Na thamani kubwa. Lakini mke wangu hauniheshimu. Unadiriki kufanya ujinga mbele ya nyumba yangu. Na unauguza hera la moyo. Nilidhani nimepata mwandani, ukisitiri yangu tamani. Au nia yako unidhalilishe, pendo umelifanya kuwa subiri. Sawa, mimi nimekuelewa vizuri sana. Lakini usitegemee kama mimi nitakuacha. Usitegemee kama mapenzi yangu mimi na wewe yataisha kwa sababu ya hiki ambacho umekifanya. Ombi langu ni moja tu kwa upande wako. Nataka unipeleke kwa huyo mpumbavu ambaye amejaribu kunivua nguo mimi. Nione thamani gani ambayo amekupa wewe mimi sijawahi kukupa. Mume wangu alikuwa tu rafiki yangu wa kike, sio kama unavyofikiria. Wewe koma. Tena naomba ufunge mdomo wako. Nimesikia sauti ya mwanaume. Kwa hiyo naomba tusije tukapishana mimi na wewe. Nyanyuka ukavae nguo, tuende mguu kwa mguu mpaka kwa huyo chizi mwenzio. Nyanyuka. I know you love me, and I love you too, though you made me cry. When I remember you, nililipa kidole tuduliumalo. Now nauguza hera la moyo. Tenina, mimi na mke wangu tunatoka sasa hivi. Kwa hiyo naomba nikiondoka funga milango yote. Na mtu yeyote akija kuniulizia mwambie simu. Tunaelewana? Sawa boss. Lakini kama ukijua usalama wa nyumba hii upo kwenye mikono yako. Tuko sawa? Sawa. Naomba uendelee na kazi. Jua kwamba tumekaa ndani na adui. Kwa hiyo katika hili naomba uendelee kulifikiria tumfanye nini. Mimi nafikiri muda huu naomba nielekee kwa Shamiti kwa sababu kuna mzigo nilimwahidi nitampelekea. Si unajua kitaa. Sawa Katiti. Huko unakoenda kuwa makini. Maana saidi hali ya hewa sio nzuri. Baridi. Umakini tu. Asije akakuzidi ujanja ule. Isiwani. Mimi nitakuja baadaye. Mimi ni soja vitani, napeleleza wahalifu mtaani. Moyo wangu umeniponza moyo, najutia wangu moyo wangu naniuma moyo. Kwa hiyo ndio hapa. Sasa naomba unisikilize. Naomba ukae kimya hivyo hivyo. Na umpigie simu hapa nisikie. Umtoe nje atoke nimuone. Tunaelewana? Lakini hakikisha unaweka loudspeaker.
na mimi nisikie. Mbona hapokei? Hebu piga tena. Piga tena. Unajua nyinyi msione mimi ni mpumbavu Kwa hiyo tayari ushamwambia nakuja na huyu mpumbavu. Nitakapofika hapo usipokee simu. Si ndio manake? Naongea na wewe tayari mshajenga, si ndio? Sasa kwa nini hapokee simu? Kwa nini hapokee simu? Hivi wewe mwanamke una shida gani lakini? Tenina, nimekuita kwa sababu naona kimya. Mpaka leo hujanipa mrejesho wowote. Na napata mrejesho kutoka kwa mtu mmoja tu. Ambaye ni vipi kuhusu wewe? Umefikia wapi? Ni kweli bosi. Unajua nimejaribu kukusanya taarifa kadri ya uwezo wangu. Na nimejaribu kumsogeza karibu. Kila nikaribia kumfikia, amekuwa akinikwepa. Na inavyoonekana ni mjanja sana. Lakini mkutoa hofu katika hilo bosi wangu. Kuna mpango nimeupanga. Nadhani hivi karibuni nitakuwa na taarifa nzuri. Nakuamini Tenina. Na ndio maana wewe nimekuweka kule. Na wewe mwenyewe unajua kwa kule ndo kuna mkuu wa genge lao. Hivyo umakini unahitajika. Kwa sababu kosa moja linaweza likagharimu hata maisha yako. Lakini sina mashaka na wewe. Naona mmefika kwa wakati. Nina mambo mawili muhimu nataka kuwashirikisha. Jambo la kwanza ni kuhusu huyu binti Tenina. Huyu binti amekuwa msaada mkubwa kwetu. Amekuwa akifanya kazi kwa weledi ingawa bado hajatupa mrejesho wowote ule. Lakini anajitahidi kwa kiasi chake. Maana mpaka sasa hivi bado hajagundulika. Inaonyesha ni kiasi gani yuko makini. Chanzo hakijulikani, natafuta ukweli. Chemichemi kwa kitovu cha matatizo, moyo na nafsi vinakizana. Kwa hiki ambacho kimetokea sasa hivi, usifikiri kama nitakuja kukusamehe kirahisi hivyo. Lakini kaa ukijua mke wangu nakupenda sana. Nakupenda zaidi ya neno lenyewe kupenda. Kwa hiyo naomba unionyeshe ushirikiano juu ya kumpata huyo jamaa. Yaani ukitaka nikusamehe na haya mambo yaishe, nionyeshe ushirikiano huyo mtu tumjue. Ili kusudi nijue anakupa kitu gani ambacho mimi sikupi. Na hicho kitu ambacho anakupa wewe aniambie ni kitu gani na mimi nikufanyie. Tunaelewana vizuri? Hapo ndo nitakapokusamehe. La sivyo sintokusamehe mke wangu, na usitegemee mimi nikuache. Never. Siwezi nikakuacha. Mwanamke ambaye yupo kwenye moyo wangu. Unataka nife? Naomba tuondoke nyumbani. Nakupenda sana mke wangu. Au nia yako unidhalilishe. Pendo umelifanya kuwa shubiri. Andakava mupelelezi. Andakava mupelelezi. Mimi ni soja vitani, napeleleza wahalifu mtaani. Mimi ni zaidi ya askari wanaovunja sheria mtaani. Nalinda amani ya nchi, nimetumwa kulinda wananchi. Mimi na wewe wote sisi wananchi, tushirikiane kukamata wahalifu. Wezashi, ulikuwa umeenda wapi?
Huko wapi? Unaninyoshia tu huko. Ulikuwa umeenda wapi? Chooni. Zai. Ulikuwa chooni kweli? Lakini pia nimekuletea mshahara wako. Jambo la pili, afande Dubu, kwa taarifa nimekuja kukupa ni muhimu sana. Kwanza hongera. Umepandishwa cheo. Kuanzia sasa unapaswa uende kuripoti makao makuu. Nashukuru mkuu. Lakini imekuwa ni ghafla sana. Maana ujue kuna jambo la V sasa hivi ni kipindi ambacho nahitaji sana support yangu. Na endapo nikiondoka nadhani itakuwa ni ngumu kwake. Kwa sababu atakuwa na mtu wa kumpa support. Kwa nini msingesubiri kidogo nikamilishe ile jambo la V kwanza? Ni kweli, ila kuhusu hilo ondoa shaka kabisa. Kuhusu faili la V, ondoa shaka. Kuna mtu mnamwandaa ni masubuti sana. Atafanya hiyo kazi. Ila kwa sasa cha muhimu unapaswa kwenda kuripoti makao makuu. Afu mengine tutaongea. Tena mshahara wako wapi? Hongera sana binti. Pia napaswa uwe makini sana. Unao makini ulionao kwa sasa ongeze zaidi. Sikiza nikwambie. Siku nyingine usitoke hapa nyumbani bila kuniambia mimi. Yaani kama sipo nyumbani, kaa ndani usitoke kabisa, sawa? Usirudie kutoka tena bila kuniambia, sawa? Kaa ndani utulie, na hata kama ukitaka kwenda chooni pia. Kama nipo nyumbani unaniita, dada nataka niende chooni, nakupeleka, sawa? Unakaa ndani, naangalia TV unatulia. Sinishakuwekea na kwaya unakuna angalia kwaya unacheza, sawa? Usirudie tena kutoka mdogo wangu, sawa? Aya, naomba tuende ndani. Hakuchapa. Jiona napendwa, manyanyaso bila sababu, na sasa najuta. Ulinipenda sikuthamini, arumenda naona wewe. Kalini, ndolo ulivyokuwa unanipigia nilikuwa na mmeo. Sasa basi, sasa hivi nipo sehemu salama. Unaweza kuniambia? Kama nilivyokuambia, kwa mimi na ujauzito wako. Na mama wangu anafahamu kuwa ujauzito ni wa kwake. Ila sasa mimi na 100% kuwa ujauzito ni wa kwako. Na ninaomba iwe siri yetu baina yangu mimi na wewe. Ila kaa ukijua nina kiumbe chako tumboni mwangu. Itakuwaje kama akijua ujauzito sio wa kwake? Auoni kama unaniweka kwenye shida? Siwezi kukuweka kwenye matatizo. Maana mume wangu anachojua yeye ni ujauzito wa kwake. Na kama akija kujua, basi labda wewe umwambie. Wewe ni rafiki yake wa karibu sana. Ninachokuomba kwa sasa ni ushirikiano wako tu wangu. Ili mume wangu asijue chochote. Yaani nitaidi kuwa msiri kwa sababu mara nyingi unakuwa karibu na mume wangu. Nakupenda, naona nimeamua kukubebea ujauzito. Wewe ndo mwanaume wa maisha yangu. Mume wangu, ina maana una mwanamke mwingine nje na ana ujauzito. Mwanamke? Mwanamke gani unamsemea wewe?
Nimesikia kila kitu ulikuwa unaongea naye kwenye simu. Kwani unakosa nini kwangu? Nifanye nini ili uamini mimi nakupenda? Unakosa kipi kwangu? Mbona mimi nakupenda David? Armenda naona wivu. Nimekukosea nini mimi? Mbona unanidhalilisha kiasi hicho? Unanikosea sana. Au kwa sababu mimi sijabarikiwa na Mwenyezi Mungu kupata mtoto? Napeleleza wahalifu mtaani. Mimi ni zaidi ya askari wanaovunja sheria mtaani. Nalinda amani ya nchi, nimetumwa kulinda wananchi. Mimi na wewe wote sisi wananchi, tushirikiane kukamata wahalifu. Nimeacha wazazi nyumbani, mke na watoto nyumbani.